tuanze. Usikubali kuachwa na gari hii. Gari leo inawaka moto sana. Na kama kuna kakitu kamebaki, achilia kwa Yesu. Yesu anasema. Shika mic very strong huko. Mimi nataka moto uwake hapa. Sasa nashangaa leo mnaimba choka hivi. Sing very strong. I am calling about the power, extraordinary power. About the power. And I want to feel that power in here. Yesu anasema wewe una. Maiki nyingine zimeenda wapi? Kila mmoja aimbe. Sasa kila mmoja asimame. I want to anoint you before. Leo ni siku ya tofauti kidogo. Nataka nikuweke kando leo mwanzo. Nikuweke kando tangu mwanzo. Nikuweke kando tangu mwanzo. Ninaomba. Ndugu yangu, tusaidie kusoma Luka chapter number 4. Kila mtu akiwa amesimama. Luka chapter number 4. Naam. Nenda pale ukasome kuanzia verse 14. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Weka microphone mbali kidogo. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Akaenda Galilaya.
Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Habari za Yesu zikaenea. Kumbuka Yesu hapa ametoka jangwani, amejaribiwa na nguvu za roho, na sasa ametoka jangwani, amekuja akiwa na roho, anaenda kwenye makanisa mbalimbali Galilaya. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao, Sawa. akitukuzwa na watu wote. Mbele. Akaenda Nazareti, hapo alipolelewa. Akafika Nazareti, hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Akasimama ili asome. Akapewa chuo cha nabii Isaya. Akakifungua chuo. Akatafuta mahali palipoandikwa. Sikiliza, akatafuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu. Nami namuomba Bwana Roho wake awe juu yangu. Kwa maana amenitia mafuta. Kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Amenituma kuwatangazia waliofungwa na nguvu zozote kufunguliwa kwao. Na vipofu kupata kuona tena. Na hata vipofu wapate kuona tena. Waacha huru waliosetwa. Wale walioshikwa, waliofungwa, leo tunatangaza kuwa huru kwa jina la Yesu. Na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Nasi tumekuja kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika kwenye maisha yako. Nasema tunatangaza mwaka wa Bwana uliokubalika kwenye maisha yako. Mwaka uliokubalika ni huu ambao Bwana ameleta mega crusade. Ninatangaza uwe mwaka uliokubalika kwenye maisha yako. Endelea. Akaanza kuambia. Samani, akakifungua chuo, akamrudishia mtumishi. Ndio. Akaketi na watu wote waliokuwamo katika sinagogi. Ndio. Wakamkazia macho. Akaanza kuambia. Leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu. Ninatamani Bwana atimize maandiko haya masikioni mwenu. Nasema nataka Bwana atimize maandiko haya masikioni mwenu. Akiwatangazia maskini habari njema. Akiwatangazia kufunguliwa kwenu. Akiutangaza mwaka uliokubalika mbele zenu. Ninaomba maandiko haya yatimie masikioni mwenu. Ninaomba maandiko haya yatimie masikioni mwenu in the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Na sasa funga macho yako, mwambie Bwana, naomba leo nipokee uwezo wako. Yaani kila unachotaka leo Bwana akupatie. Kwa maana Roho ya Bwana yu juu yangu, naye amenipaka mafuta, nami nakubali kuyapokea hayo mafuta, kuwatangazia maskini habari njema, kuwatangazia waliofungwa kufunguliwa kwao, kuwaweka huru walio katika utumwa wa magonjwa, utumwa wa kila kitu. Ninamwomba Bwana akujulishe kwamba amenituma pia kutangaza mwaka uliokubalika. Bwana amenituma, and I'm sent by God. Bwana amenituma, wala sikuja wala hatukuja kwa kibali chetu, ni Bwana ametutuma. Asubuhi ya leo ninaomba unavyoomba uhisi Roho wa Bwana anapoingia moyoni mwako. Kuna nguvu imeshatangulia kabla hujafika hapa. There is power of God in here even before you came. Ninaomba Bwana akukutanishe na hiyo nguvu. Kama kuna mtu alikuja hapa akiwa dhaifu, may the power of God get inside you. Ninaomba Baba, weka nguvu yako ndani ya mioyo yetu. Kila aliyefungua moyo ahisi uwepo wako. Kila aliyefungua moyo wake ahisi uwepo wako. The moving power at the ground.
ninaomba ushuke sasa, utende mambo uliyoyatenda siku zile za kale. Hata Bwana, tunaomba leo watu wote wapokee uwezo wako, na kama kuna mtu amekuja hapa na mapepo, yaanze kutetemeshwa, yaanze kuondoka, yaanze kukimbia, yaanze kutoroka, yaanze kutoka. Ikiwa kuna mtu alikuja hapa na nguvu yoyote, tunaiondoa kwa jina la Yesu. Tunaiondoa kwa jina la Yesu. Kama kuna mtu alikuja na nguvu yoyote ya kukwamisha samoni hizi, ninamuondoa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Baba, acha leo tusikie neno lako tena. Tusikie neno lako tena. Sema nasi. Sema nasi. Sema nasi Yesu. Kundi hili lote, umati huu wote, sema nasi Bwana. Ninaomba wakati nahubiri, magonjwa yaendelee kupona, akili ziendelee kupona, kila mtu aendelee kupona, kila kitu kiendelee kupona. Thank you Lord. Thank you. And anoint me today once again. Nipake mafuta mengine makubwa tena leo. Siku ya leo na siku ya kesho, ukalete mrindimo wa namna sio ya kawaida. Maana nakujua Yesu. Ninaomba sasa tuketi tukiwa tumekaa mbele zako. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Amen. Na ndio maana kesho tutaleta vitu vingine vingi sana. Maana nataka nikwambie kesho kila mmoja amealikwa kwenda kualika. Na hata marafiki zangu ambao kesho mlikuwa mnapanga kufungua maduka na kufanya biashara, ningewatia moyo mje tumalize kutano hili pamoja. Na ninatoa special invitation kwa kila mfanya biashara, kwa kila mtu yeyote, boda boda, kila mtu natoa special invitation. Maana kama kuna siku ambayo tutashuhudia vile Mungu anagusa watoto wake, ni siku ya kesho. Bwana ameandaa sabato ya ajabu sana. Ameandaa siku ya Jumamosi ya kipekee sana. Niwaalike wale wote tulioko hapa, ukaende kuondoka na watu wote wa mtaani kwako. Nenda ukafanye mwaliko kama yule mwanamke. Ukaseme, njoni mkamuone yule ambaye ameniambia siri zangu. Yule ambaye amekutana na mambo yangu ya moyoni. Ninaomba kesho twende. Na ninatoa wito kabla sijahubiri. Nenda sasa leo kaandae watu. Na kila mmoja akalete mamia ya watu. Unajua kesho tumepata watu kutoka hata mbali. Wamesema ikiwa watu viti vitajaa, tutaongeza viti. Tunataka viti viongezwe. Nataka nikuambie, leta watu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kesho tunataka tufungue funguo za mwisho. We want to finish so strong. Na unajua kesho nikihubiri kufika saa 8 hivi nitakuwa nimeondoka Kenyeni. Kwa hiyo unatakiwa ukae mkao wa baraka zako. Ndio saa 8:30. In fact natakiwa kuondoka ground hii saa 9. Maana nataka nikuambie kwamba kazi yangu itakuwa imeisha na nitakuwa nimeondoka. In fact leo tena ni siku ambayo kule TZ tunafanya theology graduation. Na after finishing my specialties in medicine na mambo mengine ya kitabibu as a doctor professionally, lakini nilikuwa nikichunga district kabla sijasoma, na kwao nilisoma nikichunga, na hata hivyo ninaenda kwenye graduation
graduation. Kwa hiyo leo watu wanaanza graduation. Kesho watakuwa kwenye worship Sabbath na graduation. Jumapili watamaliza. Kwa hiyo ninaenda kufunga mikutano hii alafu nikiangukia kwenye graduation. Nilisema siondoki mpaka kesho nifungue majumba yote ya Kenyenya. Na hivyo nimemwomba Bwana anipe nguvu zisizo za kawaida. Na hivyo ninajua atanipa na amenipa jina lake na litukuzwe. Jina lake na litukuzwe. Lakini nikutie moyo. Wewe tu ndiye hujaongea na watu. Ila watu wa kubatiza wako wengi. Na kesho tunataka tuone tremendous baptism. Unajua jana nilitembea mahali fulani kwa nyumba. Kuna dada yangu sitamtaja maana sikumuomba ridhaa. Tulienda kwao kuomba. Yuko Marekani. Amekuwa akifuatilia mahubiri haya. Sasa yuko Marekani. Na kwa hiyo akawa ametia shime kwamba twende tukaombe kwao. Tumeenda huko tukakutana na watu wa kubatiza. Watu wamekaa. Watu wa kutosha. Hata mwingine akawa wanatembea na gari. Nasema tumesikia crusade. Hata mimi nataka nibatizwe. Na akasema wakiwa kwa gari, sasa pastor inabidi upewe jina ya Kikisii. Mbia sawa, hamna shida. Kwa hiyo watu wamejaa. We have hundreds and thousands for baptism. Ni wewe tu hujafanya kazi. Nenda leo kajaribu kwa mara nyingine tena. Nenda leo na nguvu ya Roho Mtakatifu. Usiwe mchoyo. Usiishie kusema siwezi kuongea na jirani. Habari njema hizi zitahubiriwa Kenyenya yote kuwa ushuhuda na ule mwisho utakaribia. Nendeni leo, pita kwenye masoko, nenda kwa bodaboda, nenda kwenye nyumba kadhaa. Take advantage ya kumaliza mkutano huu with many souls for Jesus. Ndani niwaambie hivi, jambo msilolijua. Kitabu cha Mathayo 13. Mathayo 3 mstari ule wa 17. Hebu naomba usome pale. Soma pale ili nirudi kwenye Samueli haraka. Natazama sauti kutoka mbinguni ikisema. Wewe unaweka hiyo mic mbali ili isipeleke pressure hapa. Natazama sauti kutoka mbinguni ikisema. Huyu ni mwanangu mpendwa wangu. Mackenzie, weka generator. Kama itashindikana hapo, mimi nataka kuweka pressure muda si mrefu. Kumbe umeshtuka. Umeshajua kwamba hapa kubaya. Ngoja aweke kwanza. Asifiwe. Amen. Unajua Mackenzie anaelewa na ni mtu mwema sana. Kiwa na timu yake ya instrumento anaelewa. Na hivyo nashukuru sana. Kumbe tutaenda vizuri. Hai. Soma pale. Natazama sauti kutoka mbinguni ikisema. Sauti kutoka mbinguni ikasikika ikisema. Huyu ni mwanangu. Hebu soma fungu la 16. Sawa. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini. Mackenzie, a little bit more. Okay. Naye Yesu. Haya, rudia tena 16. Naye Yesu. It's enough. It's okay. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini. Tuseme wote kubatizwa. Haya, rudia tena hapo kwenye hiyo neno phrase ya kwanza.
Na Yesu alipokwisha kubatizwa. Na Yesu alipokwisha kufanya nini? Kubatizwa. Yaani kufanya nini? Kubatizwa. Mara akapanda kutoka majini. Akapanda kutoka kwenye maji mengi. Natazama, mbingu zikamfunukia. Mbingu zote zikamfunukia. Akamwona Roho wa Mungu. Akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua. Akishuka kama hua. Akija juu yake. Akija juu yake. Natazama, sauti kutoka mbinguni ikisema. Sauti kutoka mbinguni ikasikika ikisema. Huyu ni mwanangu. Huyu ni mwanangu. Mpendwa wangu. Mpendwa wangu. Ninayependezwa naye. Ninayependezwa na yeye. Ukibatizwa, Roho wa Mungu anaingia ndani yako. Ukibatizwa, Roho wa Mungu anaingia ndani yako. Na Roho wa Mungu akiingia, kuna mambo ambayo yalikuwa hayafanyiki mwilini mwako, ila kwa sababu Roho ameingia, nataka nikwambie, huwa kuna vile Bwana anatangaza. Hebu rudia hayo mafungu, watu ndio wanafunguka akili. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa. Mara akapanda kutoka majini. Natazama, mbingu zikamfunukia. Unajua alipobatizwa akatoka kutoka majini. Na ndio maana ubatizo lazima uwe wa kuzikwa pamoja na yeye na kufufuka pamoja na yeye kwa maji mengi. Na anabatizwa mtu aliyeamua na aliyepokea ujumbe, aliyeelezwa, akaupokea, akakubali ampokee Yesu kwa moyo. Akibatizwa, mbingu zinamfunukia. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Yaani Bwana asifiwe. Alafu mbingu zikifunguka, zinatangaza kwa aliyebatizwa, zinasemaje? Huyu ni mwanangu mpendwa wangu. Huyu ni mwanangu, tena mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Na ndio maana fungu tulioanza kusoma asubuhi, ambalo tumesoma katika Luka chapter number 4 verse 13, 12 verse 13 going, inasema, na ukifika 16 anatangaza, anasema, na Roho wa Bwana yuko juu yangu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Roho wa Bwana. Na ndio maana mwandishi mmoja nje ya Biblia, Ellen White, nabii wa Mungu, anaandika, anasema, we must ask for the baptism of Holy Spirit every day. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Sasa unajua ndio maana kubatizwa ni bato. Maana shetani anajua mtu yeyote anayezamishwa kwenye maji mengi na akainuliwa kutoka kwa maji mengi, mambo yanabadilika. Na ndio maana umati huu wote mlioko hapa lazima uende. Hata kama na wewe kesho utabatizwa, lazima upate uwezo wa kwenda kuambia wengine ya kwamba saa imefika. Badala ya roho zingine kutawala ndani yetu, tunataka Roho wa Mungu awe juu yetu. Haleluya. Hebu walionielewa wafanye mikono hivi. Nenda upeleke habari njema. Kabla sijasahau sana, nilisema leo nitashukuru pia. Najua kuna mtu aliona pastor apate kakoti kazuri, na ndio nikakavaa jana na leo.
yuko katikati yenu na alitoa sadaka hiyo, namwombea baraka kwa jina la Yesu. Basi Baba na Mungu wetu, ninataka nifundishe ndani ya dakika kama 40 hivi. Useme nasi kwa namna ya ajabu sana. Somo ninaloenda kufundisha sio la kawaida. Ndio maana nimerudia kuomba tena uende kuteta nasi na ukamove ground na ukweli wako kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Leo tena wanapenda sana nifundishe hii kitu kwa upole. Naenda kufundisha about the power of the tongue. Nguvu ya ulimi. Nguvu ya ulimi. The power of the tongue. The power of the tongue. Nguvu ya nini wapendwa? Yaani nguvu ya kitu gani? Mwambie jirani yako nguvu ya ulimi. Bila ndio mko wengi na kuongea ndio mnaongea slow. Finish strong. Haya, mwambie jirani yako nguvu ya ulimi. Mwambie tena nguvu ya ulimi. Nyinyi sasa ni wazungu kumbe nimesahau. Mwambie jirani yako the power of the tongue. Mwambie tena nguvu ya ulimi. Jamani, Bwana asifiwe. Wapendwa, Bwana asifiwe. Ninaomba usomaji twende sako kwa bako, hatua kwa hatua. Ninajua leo utabarikiwa kuliko vile unavyofikiri. Ninaomba twende. Nitafundisha mambo 7. Naam, 8. In fact ni 7 tu. Sasa nitafundisha 7 yatokanayo na nguvu ya ulimi. Jambo la kwanza. Ndani ya ulimi kuna nguvu ya kifo au uzima. The power of the tongue. The power to speak life or death. Ulimi unaweza kutamka mauti au uzima. The power of the tongue.
maisha ya watu. Lakini ninajua pia shetani hawezi kufurahia kuona crowd kama hii asubuhi. Ila tu ninachoamini, yeye ameshindwa milele. Hizi interactions zinazotokea, distractions katikati, bado zinatuambia kila mmoja anapaswa kusikiza akiwa anaomba. Na hivyo utusaidie. Hata nili confirm kwamba kuna watu wanakuja wakiwa na roho zao zingine, ila umepigana nasi mpaka leo. Finish with us very strong. And we believe so in Jesus Christ. Amen. Nataka kuamini kwamba tunaenda vizuri, na kama Mackenzie mafuta yameisha, watu hao waliokaa hapa ndio kuna mafuta. Uniambie tu tuweke mafuta, maana kesho sitataka generator inaimba katikati. Haya, Mackenzie, naweza kuhubiri ama unaweka generator? Naona kama sio furaha sana katika Bwana kuanza na kurudi. Hebu msomaji sasa, twende katika kitabu cha Biblia, Mithali, the book of Proverbs. Proverbs 18:21. Nimekuambia jambo la kwanza kwamba ulimi una nguvu ya uzima au mauti. Andiko linasema usiogope, lazima tutoboe leo. Niko na summon ambao sio ya kawaida. Bwana, msiogope. Najua tunapoenda, na msishangae sana. Ili summon huwa nikiifundisha popote, there must be a battle. Maana nafungua moja ya siri kubwa ya kuzimu ambayo shetani hapendi kusikia, ila leo hana budi kusikia. Msomaji. Naam. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Mauti na uzima vimo kwenye uwezo wa ulimi. Jamani, vimo kwenye uwezo wa nini? Wapendwa, vimo kwenye uwezo wa nini? Mauti au iwe imekufa inategemea ulimi wako. Ili uishi au ufe, ulimi ni wa muhimu sana. Na kwa hiyo asubuhi ya leo naomba niseme na wewe, mauti au uzima vimo kwenye ulimi wako. Na Biblia inasema Mungu atukuzwe pia. Amen. Lakini Biblia inasema utakapopenda kutumia ulimi utapata matunda ya ulimi, na kama utautumia vizuri wewe utatangaza uhai, utakuwa na uzima. Lakini kama utatumia vibaya
kutakuwa na mauti. Nimeona watu wakiua biashara zao kwa ulimi wao wenyewe, lakini nimeona watu wakipata biashara kubwa kwa ulimi wao wenyewe. Nimeona ndoa zikifa. Nimeona ndoa poleni. Unajua, mimi naelewa kwamba lazima tumalize strongly. Hilo tu ndio mimi najua. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. We must finish how? Strongly. Haya. Sasa ninaomba Orina. Naam. Nataka nikuombee. Nimegundua hata wewe leo nguvu ya Bwana inatakiwa iwe ongezeke kwako. Acha niombe. Baba na Mungu wetu, usaidie Orina, mpatie utulivu, mpatie nguvu, mpatie maneno yanayotoka kwako. Tuliza ground hii kwa dakika chache sana zilizosalia kutoka pale nilipokuomba, ili neno lako likafike tena. Hata ninahisi kuna namna, kuna dalili ya mvua. Itulize, usije ukaruhusu umati ukaondoka hujapata hii samo. Kwa jina la Yesu Kristo, wewe Mungu wetu, amen. Amen. Haya, hebu nenda pale tena. Methali 18:21. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Mauti na uzima vinakaa kwenye uwezo wa nini jamani? Jamani, kwenye uwezo wa kitu gani? Wa ulimi. Nami nataka nikuambia asubuhi ya leo, kataa kutamka vitu vimekufa kufa. Kataa kutamka kushindwa. Kataa kutamka magonjwa. Kataa kutamka vitu vimeendaenda kombo. Sema mambo chanya. Tamka mambo makubwa. The power of the tongue, number 1. Biblia inasema ulimi unaweza kuleta uzima au unaweza kuleta nini? Mauti. Jamani, uzima au kitu gani? Mauti. Sasa unasikia mtu anasema, yani navona hii pressure itaniua. Hii pressure itaniua hivi karibuni. Wewe si bora ulipie watu wachimbe kaburi kabla hujafa? Unashangaa mtu anasema hii biashara ninavyoiona imeshaenda kubaya, sasa unaenda kufungua duka la nini? Hii ndoa inapoelekea itavunjika, anza kupaki mizigo kabla hujawa impeached. Hawa watoto wanaharibu hela zangu, sasa unawapeleka shule kufanya nini? Tayari wameshaharibu hela kabla waende. Chumba vile unaenda John, naona hatutatoboa. Sasa mtatoboaje na ushasema mtatoboa? Hii pikipiki ninavyoendesha itaniua, utakufa kweli? Nami naomba niwaambie asubuhi ya leo, there is power of life or death in your tongue. Usitoe maneno, na kabla hujatoa maneno ambayo yanatoka tu mdomoni, ninaomba asubuhi ya leo nikujulishe, kuna nguvu ya uzima au mauti kwenye ulimi wako.
Na nimeona watu yani kila asubuhi kimuuliza unaendeleaje? Yani ni ule mgongo wangu. Sasa kama una mgongo wako, wewe maneno yako tu ni ya kuumwa. Hamna siku umeamka unaamka na uzima. Jifunze kukataa maisha mabaya. Jifunze kukataa hali ngumu. Jifunze kukataa dhambi. Jifunze kujua kwenye ulimi kuna uzima au mauti. Kabla mtu hajapelekwa kwa guest house, ameshaongeleshwa na ulimi. Na kwa sababu ulimi una uzima au mauti, wewe ni kazi yako kujua namna ya kuongea, na ni kazi yako kujua namna ya kusikiliza. Maana kwenye uzima au mauti kunatokana na ulimi. Bwana unielewa, apunge mkono sahi. There is power of life or death. Ndio maana Daudi akiwa amezidiwa akatamka kwa ulimi wake akasema, sitakufa bali nitaishi na nitasimulia matendo makuu ya Mungu. Amen. Ninaomba ukawatamkia watoto wako mazuri. Tamkia ndoa yako vizuri. Tamkia uchumba wako vizuri. Tamkia mashamba yako vizuri. Wewe umeshapanda mbegu, unaulizwa uko shambani mambo inaendaje? Anasema sioni nikivuna vile. Sasa utavunaje vizuri? Wewe mwenyewe umeshatamka kifo cha mazao. Wewe mwenyewe umeshatamka mazao mabaya. Na ninajua siri hii, shetani hapendi isemwe, but I tell you there is power of death or life in your tongue. Mwambie jirani yako, ulimi wako una nguvu. Kwani mbona mnashangaa sana? Mwambie jirani yako, ulimi wako una nguvu ya uzima au mauti. Mwambie tena jirani yako, ulimi wako una nguvu ya uzima au mauti. Kabla ujaja kuombewa hapa ground, ngoja kwanza, kabla ujaja hapa ground, lazima uwe umetamka jambo kabla ya kufika hapa, ya kwamba kwa ulimi wangu ninakiri leo ninaenda kupona. Leo ndio siku yangu ya kupokea nguvu ya Mungu. Lazima uweze kutamka kwamba kama ni visa nimepata, ninaenda kupata visa. Nimeona watu wanateswa na ulimi wao wenyewe. Hujanielewa? Hata kwenda mbinguni wataenda watu kwa matumizi ya ulimi wao wenyewe. Matthew 12:36. Acha twende na mtiririko kwa haraka hivi. Basi nawaambia kila neno lisilo maana, watakalo nena wanadamu watatoa hesabu ya neno hilo. Yani mbinguni wataingia watu ambao wanajua wanachosema, watatoa hesabu kwa kila neno. Haya, twende. Siku ya hukumu. Kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki. Kwa maneno yako wewe Bwana atakuhesabia haki. Na kwa maneno yako, lakini kwa maneno yako utahukumiwa. Nataka niwaambie pia, mbinguni maneno yetu yatatuokoa au kutuhukumu. Nami nimeona watu siku za mwisho wana mdomo wa kuropokwa. Anaongea kila kinachokuja, anasema kila anachotaka. Nami nimekuambia uzima na mauti viko ndani ya ulimi. And this is the secret ambao shetani hataki kusikia, ila finally anasikia. Nasi tunageuka, tutatumia ulimi vizuri kuanzia leo. Lakini sio ulimi tu kwamba utakupa uzima au mauti, umaskini au tajiri.
kusoma au kutosoma, maisha magumu au mepesi, ulimi pia utadetermine, utategemeza kuingia kwako mbinguni au kubaki. Wanaonielewa wapunge mkono asubuhi ya leo. The power of the tongue. You choose life or death with your tongue. You choose heaven or hell with your tongue. Jamani, mnanielewa? Point number 2. Ulimi una reflect. The tongue has got an ability to reflect what the heart says. Kutoka kwenye ulimi unaweza kukubaliana na jambo liloko moyoni mwako au kulikataa. Unasikia kabisa moyo unakuambia kajiue, lakini ulimi unaweza kuambia moyo hafi mtu hapa. The tongue has got the power to reflect the heart. Soma kwenye Biblia yako, msomaji, Luke chapter number 6 verse 45. Naomba twende kwa point number 2. Ulimi una nguvu ya kureflect kile ambacho moyo unataka kujua au kusema. Luka 6:45 inasema, acha Biblia iseme, mtu mwema katika zina njema ya moyo wake utoa yaliyo mema, na mtu mwovu katika zina mbovu. Sikiliza, rudia tena pale. Mtu mwema katika zina njema ya moyo wake, kwenye hazina njema ya moyo wake utoa yaliyo mema, anatoa yaliyo mema. Na mtu mwovu, lakini mtu mbaya, katika zina mbovu ya moyo wake, katika zina mbovu ya moyo wake utoa yaliyo maovu, anatoa yaliyo maovu. Kwa kuwa mtu kinywa chake unena yale ya ujazayo moyo wake. Anayanena yanayojaza moyo wake. Huo moyo unaweza kujazwa uovu au kujazwa mema, lakini ili tujue yaliyo moyoni mwako, ni lazima moyo wako utazungumzwa kutoka kwa ulimi wako. Na ndio maana ni muhimu sana kujua unataka kusema nini. Kuna vile moyo unapitia vita, ila unataka uzuie moyo usiongee mabaya, na upe nafasi moyo uzuiliwe na ulimi, maana uovu unaweza kutoka moyoni kuja kwa ulimi. Mnanielewa? Wanaonielewa tena wapunge mkono asubuhi ya leo. I am teaching something very strong. Unaweza usinielewa vizuri sasa hivi, ila vuta subira dakika chache zijazo utanielewa. Inaomba usome Proverbs 15 verse 4. Mithali 15:4. Hebu songa twende, watu warudi kwa kazi zao. Ulimi safi ni mti wa uzima. Jamani, ulimi safi ni mti wa uzima. Ni mti wa nini wapendwa? Uzima. Wa uzima. Bali ukorofi wa ulimi uvunja moyo. Unavunja moyo. Kuna watu wana ukorofi wa ulimi. Anatamka matusi morning to evening. Anatamka disappointment morning to evening. Anatamka distractions morning to evening. Anatamka mabaya asubuhi mpaka jioni. Ulimi mzuri ni mti wa uzima, ila ukorofi wa ulimi unaweza ukavunja moyo. Jamani, unaweza ukavunja nini? Jamani, ukorofi wa ulimi unavunja nini? How many times umevunja moyo? Moyo wako binafsi, moyo wa mtu mwingine. Ninataka sasa nikufungulie siri nyingine kubwa. Unaweza ukawa na dini, ila kama ulimi wako haujakaa sawa, hiyo dini ni bure.
Sisemi kutoka hewani. James chapter number 1 verse 26. Mtu akidhani ya kuwa anayo dini, wala uzuii ulimi wake kwa hatamu, hali akijidanganya moyo wake, dini yake mtu huyo haifai. Mtu akijidanganya kwamba ana dini sana, lakini hazuii ulimi wake. Usitamke mabaya. Usitamke lijamu. Mtu huyo anajidanganya nafsini mwake. Rudia hiyo basi. Mtu akidhani ya kuwa, mtu akidhani kwamba anayo dini, wala uzuii ulimi wake, lakini ulimi wake unaropokwa vibaya, hali akijidanganya moyo wake, akijidanganya kwenye moyo wake, dini yake mtu huyo haifai. Huyo mtu dini yake haifai. Ninazungumzia habari ya nguvu ya ulimi. Sababu najua namba 3 sasa. Ulimi. The tongue can build or destroy. Ulimi unaweza kujenga au kubomoa. Ulimi unaweza kujenga au kufanya nini, msikilizaji? Kubomoa. James chapter number 3. James chapter number 3 verse 5 to 6. Vivyo hivyo ulimi nao ni kiungo kidogo. Ulimi unaonekana kuwa kiungo kadogo kwenye mwili, nao hujivuna majivuno makuu. Lakini ulimi unajivuna majivuno makuu sana. Angalieni jinsi moto mdogo washavyo msitu mkubwa sana. Angalia moto mdogo unavyowasha msitu mkubwa sana. Nao ulimi ni moto. Ule ulimwengu wa uovu. Ule ulimi umewekwa katika viungo vyetu. Umefika chapter 6 ndio niendelea. Haya. Ule ulimi umewekwa katika viungo vyetu. Nao ndio utiao mwili wote unajisi. Sikiliza, ulimi unatia mwili wote unajisi. Uwasha moto mfululizo wa maumbile. Ulimi unaweza ukawasha moto mfululizo wa maumbile. Unaweza ukawasha moto ndoa ikavunjika. Unaweza ukawasha moto kazi ikavunjika. Unaweza ukawasha moto laana zikakuandama. Ulimi unaweza ukawasha moto ukawa mtu wa malaana maishani mwako. Ulimi unaweza ukawasha moto mbaya. Biblia inasema ulimi ni kiungo kidogo, lakini kinaweza kikaharibu mwili wako wote. Na uwasha moto na jehanamu. Sikiliza. Hujawahi kuona mtu, watu kabla hawaongee wanasema watu pendi anavyoongea, ana madharau na ulimi mbaya? Nataka nikuambie, unaweza kuwa na umbo zuri, unaweza kuwa na mvuto, ukawa mrembo au handsome boy, lakini kama ulimi wako haujajawa kuzuiliwa, unaweza ukaharibu muonekano wako. Watu wakasema pale usiguse, ani mrembo lakini maneno yake ni mabaya. Ni kijana mzuri ila ana maneno mabaya. Ulimi unaweza ukaharibu mwili wako wote. Hivi kuna watu wanaonifuatilia asubuhi? Jaribu kwenda kwa spidi kidogo. Nami nataka nikuambie, linda ulimi ukulinde. Maana ulimi unaweza ukaharibu mfano wako. Watu wakipita kwenye hiyo duka yako hawatanunua tena kwa sababu ya ulimi wako. Shetani hapendi watu wajue kwamba kuna nguvu katika ulimi, na ametuachilia hapo. Hebu rudi, endelea mbele, fungu la 7, twende kidogo. Maana kila aina ya wanyama, sikiliza, kila aina ya wanyama na ya ndege na ya vitambavyo, sawa, na ya vitu vilivyomo baharini vinafugika. Unaweza ukafuga ng'ombe, ukafuga kondoo, ukafuga mbuzi, na mnyama yeyote unaweza ukafuga, lakini
navyo vimekwisha kufugwa na wanadamu. Tena tumeshawahi kuona vinafugwa hata leo. Bali ulimi hakuna awezaye kufuga. Hakuna anayeweza kufuga. Ni uovu usiotulia. Ulimi ni uovu usiotulia. Umejaa sumu iletayo mauti. Umejaa sumu inayoleta mauti. Mnaelewa ninachofundisha? Wanaonielewa wapunge mkono. Unajua ndio watu wanaanza kuamka kushtuka kwamba kumbe tumekosea muda mrefu. Sikiza nikwambie, kwa ulimi, yani ulimi haufugiki. Bora upewe ng'ombe 5,000 ufuge, sio kufuga ulimi. Bila Roho Mtakatifu kuingia ndani yako, bila Bwana kutawala maisha yako, bila moyo wako kukaa kwa Bwana, ulimi unaweza ukashindwa kufugika kabisa. Watu wameshindwa kufuga ulimi. Watu wameshindwa kufuga ulimi. Tena Biblia inasema hakuna sumu mbaya kama ya ulimi. Bora ung'atwe na kobra, bora ung'atwe na mnyama mwenye sumu kali, kuliko mtu mwenye ulimi mbaya akikung'ata, akikunenea maneno mabaya. Na ndio maana kuna mtu amewahi kutukana mwingine mpaka huyo mtu akaenda akajiua. Ulimi ni sumu mbaya kuliko sumu yoyote. Na mbaya zaidi ambayo naogopa kwenye ulimi, unaweza ukajiua mwenyewe, lakini mbaya zaidi utaua na watu wengine. Ninakuombea asubuhi ya leo. Na ndio maana ulikuwa ujui kwa nini vyombo vimesumbua mpaka sasa. Shetani anajua ulimi ni mbaya, 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 tena mbaya sana kuliko kitu chochote. Biblia inasema unaweza ukafuga kitu chochote na kikafugika. Unaweza ukawa mfugaji mzuri wa wanyama, ila kitu ambacho kimeshindikana kufugwa ni ulimi. Jamani, kitu gani? Jamani, kitu gani? Jamani, kitu gani? Ulimi. Kataa mambo mabaya mabaya, sema mambo mazuri mazuri, tamka mambo mazuri mazuri. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Sikia, tunataka twende kwa speed kidogo tena. Twende point number 4. Labda kabla sijaenda kwenye point number 4, kuna kafungu Roho anataka tukasome. Proverbs 12:18. Proverbs 12:18. Kuna anenaye bila kufikiri. Kuna anayenena bila kufanya nini? Kufikiri. Jamani, kuna mtu anapenda kunena bila kufanya nini? Kufikiria. Kama kuchoma kwa upanga, na anajikuta maneno yake yanachoma watu kama upanga. Bali ulimi wa mwenye haki ni afya. Bali ulimi, unajua kuna watu tu, hii ndege ikizunguka hivi tayari ulimi wao unatamka hapa tunalogwa, shindwa. Tamka mambo mazuri. Wewe ni mnyama tu wa Mungu. Sasa sikiliza. Rudia hiyo verse. Kuna anenaye bila kufikiri. Kuna anayenena bila kufikiri. Kama kuchoma kwa upanga. Tena kama kuchoma kwa upanga. Bali ulimi wa mwenye haki. Bali ulimi wa mwenye haki ni afya. Jamani, ulimi ni afya. Amen. Mwambie jirani yako ulimi wako ni chemistry. Mbona uongei sasa? Mwambie jirani yako ulimi wako ni chemistry. Kumbe mnashangaa. Mwambie tena kwa ujasiri. Mwambie ulimi wako ni chemistry. Mwambie naomba usiniharibu, naomba unitibu. Jamani, Bwana asifiwe. Hebu mwambie tena jirani yako ulimi wako ni chemistry. Jamani, Bwana asifiwe. Kama unanielewa punga mkono. Biblia ndio imesema kwamba ulimi wa mtu anayefikiria ndipo aongee ni afya, ni chemistry.
Kuna watu wana kisukari ambao kilisababishwa na stress baada ya maneno kuwaandama kwa muda mrefu. Kuna watu walizimia na kupata stroke kwa sababu ya simu walizopokea, maneno yaliyozungumzwa. Kuna watu wamepata magonjwa mazito kwa sababu ya ulimi uliotamka vibaya. And I'm speaking of the power of the tongue. Sasa kuna watu wakienda kuangalia mgonjwa anakufa hiyo siku. Maana ulimi sio chemistry tena, huo ni distraction. Anaenda na maombi mengi na Biblia kubwa. Tumekuja kukuombea. Kwa hatua uliofikia, tutakutana ile ng'ambo ya we. Si uondoke kabla hujaomba. Yaani kuna midomo hata ya mapasta mabaya tu. Maneno mabaya tu. Mtu anafika kwa ndoa ya mtu imeharibika, anazidi kuiua kabisa. Mtu anapitia stress ya ndoa, anaanza, by the way, hakuna mwanaume tena duniani. Shindo. Nataka nikuambie, wewe ni chemistry. Watu wanataka ukishajua shida zao, utamke maneno yatakayokuwa tiba katika maisha yao. Bwana asifiwe. Hebu nione chemistry zinazotembea. Yaani Bwana asifiwe. Yaani Bwana asifiwe. Bwana amesema ulimi wako ni afya kwa watu wengine. Yaani wa ulimi ni zaidi ya referral hospital. Ulimi wako ni zaidi ya level 6. Jamani Bwana asifiwe. Yaani Bwana asifiwe. Na ndio maana nilipojua siri hiyo, ulimi wangu wao unatamka mambo makubwa tu. Madogo nimeachia wengine. Tamka ushindi. Tamka mambo makubwa. Tamka uzima. Tamka kesho kubwa. Watibu watu wengine kwa ulimi wako. Let them feel so much healed. Jamani Bwana asifiwe. Yaani Bwana asifiwe. Yaani kumbe kuna mtu ulimi wake unaweza kufanya kitu ambacho level 6 haiwezi fanya. Lakini kwa ulimi wako mume wako amepata stroke, anatembea ovyo. Kwa ulimi wako watu wamevunjika. Anyway, point number 4. Ulimi unaweza kubariki au kulaani. Ulimi unaweza kubariki au kufanya nini? Hivi mnanielewa? Point namba ngapi? 4. Haya. The book of James chapter 3. Almost some verse 9 and 10. Kwa huo twamuhimidi Mungu Baba yetu, na kwa huo twawalaani wanadamu waliofanywa kwa mfano wa Mungu. Ulimi unaweza kuimba song of praise na kubariki watu, hata kumwabudu Mungu, lakini ulimi unaweza kutamka laana. Katika kinywa kile kile utoka baraka na laana. Jamani, kwenye ulimi huo zinatoka baraka, alafu zinatoka laana. Chagua kubariki watu, ubarikiwe. Amen. Nasema chagua kubariki watu, ubarikiwe. Kataa kulaani watu. Na ndio maana anayetamka baraka kama Ibrahimu, Bwana anamwambia Ibrahimu, nitawabariki wanaokubariki, nitawalaani wanaokulaani. Utasoma hiyo Genesis 12 wewe mwenyewe, lakini nataka nikwambie, kataa ulimi ambao unatamka laana. Tamka baraka, maana kwa ulimi huo zinatoka baraka. Jamani, nasema tena zinatoka baraka. Wapendo, zinatoka baraka. Lakini kwenye
ulimi huo zinatoka laana, nami nakuambukiza ulimi wako na uwe wa baraka. Bwana asifiwe. Bwana usema kuanzia leo nitabariki watu na ulimi huu. Jamani, Bwana asifiwe. Kuna mazee yako na ulimi mbovu, akiangalia binti wa mtu unasikia tu utaolewa kweli. Bila na kuona mambo yako utaolewa kweli. Wewe akikwambia hivyo, kataa kwa ulimi. Mwambie nitaolewa na kadi nitakupa free. Wewe sitakuchaji. Wewe ambaye uamini kwamba nitaolewa, nitakuletea kadi free. Tamka kwa ushindi. We are about to finish today. Proverbs 16:24. Wala usiogope mvua. Nishaomba kabla hiji. Tulia hapo tumalize. Soma pale Proverbs 16:24. Maneno yapendezayo ni kama sega la asali. Ni tamu nafsini. Jamani, maneno mazuri ni matamu. Hebu mwambie jirani yako maneno mazuri ni matamu. Hebu mwambie tena maneno mazuri ni matamu. Sasa kuna wanaume akili zao ni sifuri jumlisha na kutoa sifuri na moja sawa sana sifuri. Anaenda kwenye hoteli, anakaa hapo anakunywa supu, alafu akitoka naambia yule mama wa hoteli, haki unapika vizuri. Lakini kwake akila amenuna kama jambazi. Akishiba ondoa vyombo. Sasa mzee, umekuwa polisi kwako? Si polisi tunafanya kule kazi, tukirudi moyo inakuwa soft kabisa na hamna watu wanajua mapenzi kama mapolisi. Sasa wewe unakuwa polisi kwako? Nataka nikwambie maneno mazuri ni kama sega la asali. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Jaa maneno mazuri wewe. Sikia. Point number 5. Words have power to direct. Maneno yana nguvu ya kudirect. 21:23. Ninaomba usome hapo msomaji. Proverbs 21:23. Mtu azuiaye kinywa chake, mtu anayezuia kinywa chake na ulimi wake, tena ulimi wake, atajilinda nafsi yake na taabu. Atalinda nafsi yake na taabu. Ninaomba msomaji, naam, wewe mwenyewe usome point number 6 from the book of Mark 11:23. 11:23 ni Mariko. Ndio. Amini nawaambia. Point number 6 hapo inasema words as an instrument of faith. Maneno ni kama silaha ya imani, ni kifaa cha imani. Soma pale. Amini nawaambia. Amini nawaambia. Yeyote atakayeuambia mlima huu. Jamani, yeyote atakayeambia mlima kwenye maisha yake, ng'oka, toka, ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila amini kwamba hayo asemayo yametukia. Amini kwamba asemayo yatatokea, yatakuwa yake. Jamani, yatakuwa yake. Amen. Wapendwa, yatakuwa yake. Amen. Ukitamka maneno kwa imani, yatakuwa yako. Jamani, nimesema yatakuwa yako. Wapendwa, yatakuwa ya kwako. Maana ukiambia mlima kwenye maisha yako, toka ukatupe baharini, Biblia inasema yatatokea. Point number 7. The last point today. Caution about speech. Uwe na tahadhari na unachosema. Na nitamaliza na Proverbs 13:3. What does the Bible says? 14:3. Samahani kidogo. 14:3 inasema, katika kinywa cha mpumbavu muna fimbo ya kiburi.
bali midomo ya wenye hekima uwahifadhi. Haya, soma 13:3, maana hiyo ulikuwa umesoma ya kwako. Asante. Hiyo nimeiruhusu. Haya, soma 15:3. 13:3. Yeye alindaye kinywa chake, yeye anayelinda kinywa chake uilinda nafsi yake, analinda nafsi yake. bali afunuaye midomo yake, bali anayefunua midomo yake atapata uharibifu. Atapata uharibifu. Asubuhi ya leo Biblia imetuambia kutoka Mark 11:23, kwa maneno yako unaweza ukauambia mlima huu ng'oka, ukatupwe baharini. Jamani, Bwana asifiwe. Wangapi wanasema Yesu nisaidie kuwa na maneno mazuri, ili kwa maneno haya niokolewe, kwa maneno haya niokoe wengine, na unitoe kwenye utumwa wa maneno. Kwani usisimame sasa? Na ukimaliza nenda straight kule unatakiwa kwenda, maana baada ya muda mvua ndio itanyesha sasa. Hii tu inaitwa showers of blessings. Hebu sasa tusogee walioko huku, tuje tujoin walioko huku, naweza kutulia. Sogea tu. Wewe njoo. Huwezi pata mvua hapa. Walioko huku msiogope. Natamani leo niondoe ile stress. Kumbe watu wanataka kusogea. Basi piga hatua moja au mbili za imani. Kule nyuma kabisa piga hatua tuombe. Haya. Fika mahali mnatulia tu. Yaani hapa ningesema jamani, mvua inanyesha kila mtu akimbie, ingenyesha kubwa. Ila ulimi una mamlaka ya kusema na inakuwa. Jamani, Bwana asifiwe. Una mlima gani kwenye maisha yako? Niliona pastor Wariokindo aje hapa, pastor wangu rafiki aje hapa atupatie ombi, ama ametoka kidogo. Sawa. Asubuhi ya leo tunataka tugeuze maneno ambayo kwa yenyewe yameleta utumwa kwenye maisha yetu. Wenda ulitamka kwa ajili yako mwenyewe, au ulitamkia wengine, au ulitamkiwa maneno. Naongea vitu vingapi? Ni vitu vingapi? Moja, unaweza ukawa ulitamkiwa au ulitamka au ulijitamkia. Jifunze leo kukataa maneno yote mabaya. Jamani, nasema tena, jifunze kukataa. Jamani, nasema tena, kufanya nini? Jifunze kufanya nini? Kataa umaskini. Bariki watoto wako. Bariki watu ambao wamekuzunguka. Na kataa kila laana. Yaani mtu akiongea vibaya, kazee kamoja kakaniambia, we kijana, wewe unaanza kuhubiri, hutaenda mbali. Nikamwambia before niende mbali na kuombea uishi ili uone ninavyoenda mbali. Na hata sasa hivi akajafu, natamani kaulize hapa ni wapi? Maana Bwana anaweza kubariki. Pastor amekuja. Kwa maneno, nasema tena, kwa maneno yaliyosemwa juu yako leo, ondoka ukiyakataa. Jamani, nasema tena, kataa. Maana maneno ya ulimi yana nguvu. Kataa ulichotamkiwa. Ungama pale ulipotamka vibaya kwa mtu, na kataa pia ulichojitamkia kibaya. There is power in what you speak. Hebu sasa tuanze kuexercise kubarikiana hapa hapa. Pata jirani, shika mkono yeye. Pata neighbor, shika yeye mkono.
Jamani, Bwana asifiwe. Mwambie jirani, wewe ndiye mtu wa kwanza kukutamkia leo baraka. Naomba ubarikiwe wewe na kizazi chako, wewe na watoto wako. Mwambie jirani, naiona kesho iliyopangwa na Mungu. Mwambie jirani, ubarikiwe mara nyingi kuliko mimi. Hapo nimesikia watu wasema yaani anasema yaani tena abarikiwe kuliko mimi. Bariki wengine ubarikiwe. Mwambie tena jirani, barikiwa kuliko mimi. Mwambie na kuombea baraka. Mwambie una bahati. Leo nimeamua kukubariki. Mwambie ubarikiwe. Hilo neno hata kama lilitoka kwa mchawi, bora amesema imeenda. Jamani, haleluya. Imeenda, hiyo ni baraka. Kuna mwingine anatamkiwa na mtu amemshika akiogopa. Bora ametamka imeenda. Jamani, haleluya. Hata kama alikuwa hamaanishi atashangaa. Jamani, Bwana asifiwe. Nami hapa ninawatamkia baraka. Jamani, nawatamkia baraka. Unajua hata wakati mvua vinaanza kunyesha, watu waliniangalia na jicho baya. We pastor, si umalize mvua inanyesha. Ni kwa sababu moyo wako umejaa hofu, na mdomo wako na kufundisha utamke mambo makubwa. We bado unatamka madogo madogo. Sikilizeni wapendwa, kama ulimi unahamisha mlima. Yesu ndiye anawaambia wanafunzi wake, lolote utakalo tamka kwenye maneno yako, ukiwaambia huu mlima ondoka, Biblia inasema litatendeka. Jamani, litatendeka. Jamani, litatendeka. Litatendeka. Mimi niko inspired kukuambia hamna mtu anaweza kukulani bila haki. Akitamka vibaya, wewe una refute. Unasema umesemaje? Haendi shule mtu, unamwambia tulia kwanza, ninaenda sasa shule ng'ambo. Umesema duka haiuzi, sasa nafungua duka ya wholesale. Umesema nini? Yaani natamani uwe na nguvu katika ulimi wako. Jamani, haleluya. Wakisema ndoa yako imevunjika, unamwambia ndio kwanza tunapanga anniversary mapema. Yaani tuko kwenye mikakati ya kwenda kupanga anniversary. Tamka maneno magumu mbele ya shetani na mtu mwenye maneno mabaya. Refute, because your tongue have got power. Jamani, haleluya. Hebu wanaosema kuanzia leo mtu asinizoe, ulimi wangu umepata nguvu. Jamani, haleluya. Kazi yako ni kubariki watu. Kazi yako ni kusema mazuri kwa watu. Jamani, haleluya. Na unatamka kwamba mimi nimeokolewa. Yaani hafi mtu kizembe. Na Bwana asifiwe. Tamka mambo mazito. Praise God. Praise God. Zuia ulimi wako kutamka dhambi, kuwaza dhambi, kushawishi dhambi. Na leo pia akatumia ulimi wako kuwaleta wengine kwa Yesu. Ulimi wa kahaba ulipo ulimi wa mwinjilisti. Yaani ulikuwa ulimi wa kahaba. Yesu alipougusa ukawa ulimi wa kahaba. Ukawa ulimi wa mwinjilisti. That tells me the tongue of the harlot became the tongue of an evangelist. There is power in the tongue. Praise God. Praise God. Sasa usisubirie maombi, maana kila unashanga mtu akija huyu anaomba ameweka mguu juu, unaenda nataka baraka. No. Before receiving that miracle, ulimi wako tayari una baraka zako. Jamani, haleluya. Sasa tuombe sasa, watu wapate the power of the tongue. Utaomba alafu nitatamka baraka. Haya, wacha tufunge macho kwa maombi.
Baba aliye mbinguni, mfalme wa wafalme, tunaliita jina lako. Tunakusifu mchana wa leo kwa maana wewe ni Baba wetu, umetuumba mfano wake na ukatuweka hapa duniani tuishi na kufanya vile unavyotuamuru. Siku ya leo tumejifunza nguvu za ulimi. Tumeona vile shetani anataka tuwe kwa giza ndiposa aweze kututumia vile anavyotaka. Na leo Baba tumepata nuru ya kuwa ulimi uko na nguvu za kubariki na nguvu za kulaani. Sasa tunaomba kwa njia ya kipekee utupe nguvu za kubariki. Kuanzia leo tuwe tunaonena mazuri, mambo ya imani, mambo ya kujenga, sio ya kubomoa. Tunaomba Baba utusaidie shetani asitutawale katika ndimi zetu, bali tuendelee kuwa watu wa mibaraka. Tuwe watu wa imani wanaoongea na kuamini. Tusiwe tunashuku yale ambao tunaongea. Tuamini ya kuwa Baba umetupa hizo nguvu na tukifuatilia mibaraka itatufuata. Sasa tusaidie kutoka leo, tujifunze kusema yaliyo mema, tujifunze kusema kwa imani, tujifunze kusema yanayojenga, tujifunze kuongea na kubariki wenzetu, tujifunze kutembea mbele kwa imani, ili mibaraka yote ambayo umenena kwa neno lako yaweze kutimiza katika maisha yetu. Tunaomba endelea kutuongoza, endelea kutufundisha. Hili neno mwandishi wako Yakobo aliandika ni la maana sana ili tuweze kulifakari na kulitumikia. Tumeomba haya machache kwa jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Endelea kuomba. Sasa nataka nikubariki. Nashukuru kwa ombi ya mchungaji. Ebu Bwana, ninaomba unipe Roho Mtakatifu ili niwe na nguvu ya ulimi. Mwambie Bwana vile unataka nguvu ya ulimi, ili wa ulimi uwe na uwezo wa kubariki watu wengine, uwe na uwezo wa kujibariki, uwe na uwezo wa kukataa nguvu ya laana kutoka sehemu yoyote. Hebu ombea ulimi wako. Ninaomba utamkie ulimi wako baraka. Acha kuombea mambo mengine. It is time to pray for your tongue. Ombea tu ulimi wako. Mwambie Bwana, nimejua kwamba what I speak is what I become. Nimejua kuna nguvu katika ulimi. Mwambie Bwana, nipe hiyo nguvu. There are many people who are powerless in their tongue. Kuna watu wengi hawana nguvu katika ulimi wao, na wamekuwa wa kawaida kwa muda mrefu. Ila wewe na kuombea uwe na ulimi unaoponya sukari, pressure, magonjwa yote. Ulimi unaotamka na iwe. Ujitamkie, utamkie wengine na uzuie yanayokuja. Maana pia kwa ulimi wako utaokolewa au kupotea. Mungu akubariki. Endelea kutamkia ulimi wako. Ombi lako ni hili: Bwana, nipe nguvu za ulimi. Mwambie Bwana akupe nguvu hizo. Baba na Mungu wetu, mfalme wa ajabu sana, wewe leo tumekuona hata baada ya battles, shetani amepambana nasi zaidi ya nusu saa, ana distract, ila hatimaye kwa nguvu ya ulimi na nguvu ile uliyoweka ndani yetu ameshindwa na tumemaliza. Sasa Mungu wangu, ninaomba sasa hiyo nguvu ya ulimi tena. Hata mimi nataka hiyo nguvu ya ulimi tena. Baba, nijaze nguvu ya ulimi tena. Baba, nijaze hiyo nguvu ya ulimi tena. Hata asubuhi ya leo ninaomba kwa nguvu ya ulimi ulionipa, ninatangaza nguvu ya ajabu kwa maisha ya watoto wako. Kuanzia leo natamka kinyume na laana zilizotamkwa. Ninatoa baraka kinyume cha laana. Yeyote aliyelaaniwa
aliyefungiwa maisha yake, aliyetamkiwa vibaya, leo tunatamka baraka tena, tunatamka kufunguliwa tena, tunatamka mamlaka tena, tunatamka nguvu yako tena, tunatamka uwezo wako tena. The power against our curses, tunatamka kinyume ya laana. Baba, bariki watoto wako. Baba, bariki watoto wako. Wewe dada uliyekuwa umelaaniwa, ninatamka baraka kwako. Wewe mama uliyekuwa umelaaniwa, ninatamka baraka kwako. Wewe baba mzee uliyelaaniwa, natoa laana kwako, ninatoa laana kwako. By the power of the tongue, Father Lord, by your power that is in the tongue, we rebuke all curses. Tunatoa laana zote, tunakataa laana zote, tunakataa laana zote. Sasa ni baraka, sasa ni baraka. Vijana wa kike kwa wa kiume wamebarikiwa, vijana wa kike kwa kiume wamebarikiwa, watoto wa kike kwa kiume baraka wanabarikiwa. Ninatamka hata kwa kina mama na kina baba, wazee wa kike kwa kiume, Baba, tunatamka baraka, tunatamka baraka, tunatamka baraka. Laana kwenda kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. By the power of the tongue, I rebuke all curses. I rebuke all curses. Baba, ninaona umekamata ground hii, na kuna mtu anaondokana na laana, kuna mtu anaondokana na laana. Tunatoka kwenye laana, tunatoka kwenye laana, tunatoka kwenye laana. Malaana yote nimevunja tena 7 times, ninavunja tena 7 times, ninavunja tena. Leo ulimi unatamka baraka. Na Bwana wetu wa upendo, na Bwana wetu wa upendo, tutamkie baraka tena. Tunamaliza maombi ya asubuhi. Baba, fungua baraka. Baba, fungua baraka. Baba, fungua baraka. Ninaona unakuja tena leo in a special way. Touch us Lord. Gusa maisha yetu Bwana, gusa maisha yetu Bwana, gusa maisha yetu Bwana. Touch our life again. Bwana, gusa maisha yetu. Bwana, gusa maisha yetu. Tumejitamkia laana, tunaziondoa. Tumetamkiwa laana, tunaziondoa. Tumetamkia wengine laana, tunaziondoa. Tunatoa laana hizo. Bwana, sasa ni baraka. 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 Magonjwa yaliyokuja kwa mdomo, tunayaondoa kwa mdomo. Laana zilizokuja kwa mdomo, tunaziondoa kwa mdomo. Chochote kilichokuja kwetu, tunakiondoa. Tunakiondoa. Kwa maana kwako kuna nguvu. Kwako kuna nguvu. Na hiyo nguvu ya ulimi ndio ambayo umenipa, na ninatamka kinyume na kila baya lolote. Baba, kuna watu waliopangiwa wasibatizwe, lakini kwa nguvu ya ulimi ninatamka wakabatizwe. Ninatamka wakabatizwe. Na kama kuna mtu yuko hapa aliyekuwa amefungwa, ninamfungua kwa jina la Yesu. Moyo wake ukafunguliwe, moyo wake ukafunguliwe, abatizwe, apate Roho Mtakatifu, awe na nguvu ya ulimi pia, aweze kutamka makubwa pia. Kuna nguvu. There's a power. There is power in here. Kuna nguvu hapa. Kuna nguvu hapa. Mtu asiondoke amefungwa. Afunguliwe kila mtu. Afunguliwe kila mtu. Afunguliwe kila mtu. Afunguliwe kila mtu. Kuna watu bado wamefungwa. Ninasikia moyoni mwangu, Baba, wafungue tena. Baba, wafungue tena. Baba, wafungue tena. Ninaona unavyofungua watu. Ninaona unavyofungua watu. Wanaume kwa wanawake, wasichana kwa wavulana, kila mtu anafunguliwa. Baba, asante kwa siku ya leo. Asante tena kwa uwezo wako. Thank you Lord. Ninakushukuru Baba.
Ninakushukuru Baba, uwepo wako umeshuka kuwa nasi. Hata Bwana tumekuona, hata tumekushuhudia, hata tuna nguvu ya kusema sasa tumefunguliwa. Sasa tumefunguliwa. Sasa tumebarikiwa. Hakuna ulimi utakaotuweza, hakuna ulimi utakaotulaani. Baba, kwa haki yako tutasimama. Kwa haki yako tutasimama. Kwa haki yako tutasimama. Oh Jesus Christ, Jesus Christ and Savior, Holy Spirit in us, Roho Mtakatifu ndani yetu, Roho Mtakatifu ndani yetu. Baraka hata baraka, baraka hata baraka. Na kuomba Bwana pia siku ya kesho ukailinde, mvua zisije zikanyesha. Nguvu yako iwe pamoja na sisi asubuhi mpaka jioni. Maelfu wakabatizwe, watu wengi wakabatizwe. Tupeleke kwenda kufungua maisha ya watu. Tutatumia ulimi kuongoa watu. Tutatumia ulimi, watu watakuja kwako. Maana there is power in the tongue. Kuna nguvu katika ulimi. Kuanzia leo Baba, umeifungua Kenyenya kwa jina la Yesu. Umefungua Kenyenya kwa jina la Yesu. Wachawi kwa heri, wachawi kwa heri, waganga kwa heri. Waganga tumekuachieni mauganga yenu, na tena msipoangalia mtakufa nayo. Tumefunguliwa, Kenyenya imefunguliwa, ndoa zimefunguliwa, wanaume wamefunguliwa, wanawake wamefunguliwa, kila mtu amefunguliwa. Kenyenya yote kwa Yesu, kwa Yesu, kwa Yesu, kwa Yesu, kwa Yesu. Tumekombolewa. Boda boda wanakombolewa, watu wa maduka wanakombolewa, kila mtu anakombolewa, aliyeko hapa anafunguliwa, kila mtu anaokolewa. Baba, tumekubali, tumekubali. Ingia ndani yetu Yesu. Move the ground in the name of Jesus. Move the ground in the name of Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Na niruhusu sasa, kuna watu wengi walitamani hata kuniona. Ninaomba Bwana ukutane pamoja na wao. Naomba hata yule ambaye asingeweza kuniona, kutana pamoja na yeye. Kutana pamoja na yeye. Baba, kutana pamoja na yeye. Leo kutwa tuko ulinzini mwako. Ulimi unaenda kufungua maisha yetu. Mfundishe mtu namna ya kujitamkia. Tutoke tukiwa sio wale wale. Maana tumefunguliwa. 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 Tumebarikiwa. Tumeachiliwa. Nipe uwezo kesho wa kuifungua Kenyenya fully, forever, fully and forever. Baba, full and forever. Ninashukuru oh Yesu. Ninashukuru Bwana wangu. Na kama kuna mtu ambaye anakubali kwa ulimi wake sasa, aseme nimefunguliwa. Aseme nimefunguliwa. Aseme nimebarikiwa. Aseme nimebarikiwa. Aseme nimefunguliwa. Aseme nimekombolewa. Aseme mimi nimbarikiwa. Kwa ulimi sema nimebarikiwa. Baba, asante. Asante Yesu, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. And amen. Ninaomba nione mkono wako hewani. Oh yes. Bwana kubariki. Bwana kubariki. Bwana kubariki. Hebu shikana tena na jirani yako. Shikana tena na jirani yako. Mwambie Kenyenya imefunguliwa. Mwambie kafanye biashara, Kenyenya imefunguliwa. Mwambie kalime tena, Kenyenya imefunguliwa. Mwambie okolewa, Kenyenya imefunguliwa. Jamani, tushauti tuseme Kenyenya imefunguliwa. And that is the power of the tongue. Yaani Bwana asifiwe. Yaani haleluya. Sasa sikiliza, maana nataka uende sasa, maana hata hivyo umechelewa na tutapewa matangazo muhimu hapa. Ndio maana nataka usikilize. Usiwe na haraka kidogo. Kama ulivumilia hata sasa, nenda, baraka zako tu zitakupata unavyosubiri kidogo. Jambo la kwanza, wale ambao walikuwa wakifungwa hadi leo, na leo ndio wanapata nguvu
ya kubatizwa. Evangelist, tangulia pale juu. Mwandishi, tangulia pale juu. Wako watu leo, watu wengi wanaenda kuandika majina yao. Enda pale juu. Jambo la pili, leo kuna watu walisema jana hawakubeba ile pesa kidogo ya yule mgonjwa. Ameandikiwa 110,000 na anaendelea kupambana. Jana tulipata kama 10,000 hivi na kitu. Kwa ni tamani sasa yule deacon elder, watu walio na chochote bila kushurutishwa waweke hapo kidogo wako nacho, tuendelee kusupport. Wale ambao hamjui, kuna mgonjwa alipata ajali akitoka hapa crusade, bodaboda akavunjwa mguu, na kwa hiyo tunaendelea kumsupport yeye kwa asubuhi ya leo. Si ulete hiyo chombo, maana hapa hatuna chombo. Elda, haraka haraka, mvua nimeisubirisha hapa na inatakiwa kuja sasa. Si ulete chombo tuondoke. Na watu wote ambao hawajabatizwa wataenda pale. Lakini kuna ratiba ya siku ya leo, isikilize kidogo, ni muhimu, maana tunaenda kukutana mahali muhimu. Asante. Siku ya leo hatuna vikundi vya wamama na watoto na vijana, wote tutakongomana katika kanisa letu pale. Wageni wetu wote watakuwa pale, wale madaktari watakuwa huko na hawa wahubiri, na tutafanya mambo yote pale. Ama tuje hapa pale, tutatosha? Hatuwezi tosha. Kwa hivyo tumeweza kupata ya kwamba tutakuwa hapa na tutaanza 2:30 kamili. Kwa hivyo umealikwa kabisa, tutakongamana hapa na tuweze kuaga Kwa hivyo Wanakenyenya, ni muda wenu wa mwisho kabisa, na wageni hawa mkosa kuwa pale, kuje muweze kuwauliza na hata kuwaitisha mambo ambayo yanawasumbua. Wageni wetu wako tayari, mapasta watakuwa huko, wanaotibu watakuwa pale, timu yote itakuwa hapa. Kwa hivyo karibu. Na niliomba kwamba walete deworming kwa ajili ya watoto. Nafikiri watafanya hivi, kama Bwana amewaruhusu, ndio wanafuatilia. Kwa hiyo tuwe chonjo, wenda watoto wakapata deworming ili watokwe minyoo, wakae sawa. Bwana asifiwe sana. Asanteni. Liamasoni msiende, Liamasoni church msiende. Deacons, deaconesses na wazee wa makanisa, elders mpaki nyuma. Kenyenya church choir mpaki nyuma. Kuna mtoto hapa hajulikani mzazi wake, leta chochote uko nacho hapa. Balimweruete birogo. Leta sadaka hapa. Balimweruete birogo nchigocha. Tote baninga ngakie birogo ebibigo ika. Liamasoni mogenda mubango mochioyo. Kenyenya church choir mutigale. Sasa ni muda wa kuleta sadaka na wabatizwa kwenda pale juu. Wabatizwa nenda pale, sadaka weka hapa. Na huyo mtoto mwenyewe aje amchukue. Weka sadaka hapo. Weka sadaka ya mgonjwa hapo. Na wazee wa makanisa mkuche hapa ndani. Wakubatizwa pale juu. Namba ya kutolea pesa. Morole Giradis. Yamasoni mogenda duty ne ya inorero. Abadiko n'abadikonesi mogenda n'abalisia moje gocheke gutweke ma tubanga manganaye. Mzee, wamesikia, natangaza wabatizwa waende pale. Sadaka peleka hapo. Hiyo ndio niko nataka isikike zaidi. Wabatizwa nenda pale juu, kaandika majina wale ambao wanatoa sadaka zao pale, alafu taja namba ya simu ya watakaowepeleka pesa kwa ajili ya mgonjwa. Lakini leo pia tutaombea watu baada ya kukutana 2:30. Maana mmesikia 2:30 tutakuwa hapa. Kwa hiyo karibuni baadaye. Tutakuwa na maombi baadaye. Sasa twende tukajiandae. Wabatizwa wote peleka majina pale. Peleka rafiki yako na wale ambao wako na sadaka peleka hapo. Elda, naomba utaje namba ya simu ya watu kupeleka pesa. Hilo ndio la muhimu sasa hivi.
namba ya simu kwa wale ambao wako na pesa kwa simu ni 0712 095 251. Narudia tena kwa wale ambao wanatuma 0712 095 251. Jina italeta Esther. Wacha nirudie kwa mara ya mwisho kwa wale ambao wanatuma kwa njia ya simu 0712 095 251. Barikiwa. Kuna mtoto, iwapo mtoto wako amekosekana, tafadhali uje kuja hapa. Onyo mwano huwa kubure